Hello, karibu tena katika podcast yangu. Kwa jina la Dennis Leonard. Kwa siku leo napenda kukaribisha tena katika podcast yangu, lakini kabla sijaendelea ningependa usisahau comment jina lako na kutoa maoni yako juu ya podcast yangu na nini ambacho natakiwa niboreshe. Siku leo ningependa kuzungumzia juu ya Apple. Tunafahamu kwamba Apple wametoa iOS yao nyingine mpya ambayo ndio swala kubwa wanaenda kulizungumzia. Apple wameamua kuchange biashara yao kwa sasa na kuhamia kwenye mfumo mwingine wa kufanya kuweka majina tofauti na mwanzoni, ambako tumeona tumeruka kutoka iOS 18 mpaka kwenye iOS 26. Na Apple wanachoamua kufanya ni kwamba watakuwa wanatoa product iOS zao kwa njia ya labda ya miaka kama wanavyofanya Samsung. Siwezi sema kwamba wamewakopi Samsung, hapana. Hayo ni strategy ya kampuni na ni maoni yao, na hatuwezi jua mimi na wewe wao kwa nini wameamua kuwa hivyo, lakini inaondoa contradiction ya kusema kwamba hiki kina namba hii iOS kadhaa, iOS 13, iOS 14, iOS 7, iOS 8. Ni bora kuvikategorize, kuvipa mwaka mmoja kama ilivyofanya kwa sasa. Na ina maana kwa sasa ukisikia neno linasema iOS 26, maana yake ni kwamba ni iOS ya mwaka 2026. Na wameamua kufanya hivyo, kuvikategorize vitu vyao vyote na kuvipa iOS 2026. Sijasema sorry everybody, iOS 26 maana yake ni iOS ya mwaka 2026. So usisite kutoa maoni yako ni nini hasa. Nadhani hii ita-affect hasa wale wenye simu za zamani na mpya. Sidhani kama watakuwa sawa kwenye mfumo huo wa iOS. Kama ni wa zamani atabaki kuwa wa zamani, lakini mwenye simu mpya kama utaratibu ambavyo huo unafanya. Na vitu ambavyo wameongeza kwenye iOS, wameongeza kitu kimoja kinaitwa I don't know, sijui nikielezea vipi kwa Kiswahili, lakini ni kama transparent fluid glass ambayo unakuwa una uwezo wa kuona ile transparent ya background inavyokuwa inaonekana. Kwa hiyo zile icons zimekuwa modified zaidi na kuzipa uwezo wa kuweza kufanya kwamba yani kuondoa ile colored kabisa na kuweka transparent mfumo wa glass, kwamba as a fluid unaweza unaona kitu ambacho kiko background. So ni jambo zuri, na kwa wale wote ambao wanapenda ecosystem ya Apple, nadhani ni muda sasa wa kuanza sasa kununua. Lakini wanasema developer beta tayari shatoka kwa wale wote ambao ni madeveloper wanatumia mfumo wa Apple kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali. Lakini public beta ambayo ni matumizi kwa ajili ya consumers yatatoka wiki inayokuja. Ndio feature zote zitakuwa available kwa kila mmoja ambaye atakuwa ameruhusiwa kutumia iOS 26. Na iOS 26 imetoka kwenye kila aina ya product yao, kuanzia kwenye simu, kwenye watch zao, kwenye TV, kwenye MacBook, kwenye tablet na product zingine kama kwenye CarPlay. Kuna product nyingine nyingi ambazo zimeboreshwa kwa ajili ya kukupa wewe mtumizi au mtumiaji wa Apple uhuru mpana zaidi wa kutumia iOS yako. So mimi napenda uchokifanya kwa sababu ukiangalia Apple kila mwaka wamekuwa wakiupdate iOS na kuwafanya watumiaji kutotulia hasa kwenye product moja, kwamba mwaka huu nimenunua simu hii, baada ya miaka 2-3 ile niliyonunua inaonekana tayari imeshapitwa na wakati, kwa sababu kuna vitu ambavyo haiwezi kufanya au kuna vitu ambavyo haiwezi kufunction. So imekuwa ni bora zaidi kwa wao kubadilisha, kuweka huo mfumo wa kuweka kwamba kila iOS itakuwa na mwaka wake, ili angalau products zinapoingia sokoni ziwe zinatumika kwa muda mrefu zaidi. Kwa jumla sina mengi ya kuzungumza, ila nimefurahia pia
na pia ningependa utoe maoni yako juu ya podcast hii ili niweze kuiboresha na kukupa kitu kizuri zaidi ambacho utakipenda. So asante sana kwa ambao unanifuatilia, na kwa siku leo nimeamua kuja na hii podcast ambayo kidogo ni fupi, nisamehe, lakini teke ambayo nimetaka kuizungumzia leo ni teke ambayo haina mambo mengi, ni kujulisha update za Apple juu ya mfumo wao mpya wa kutoa kubadilisha jina la iOS yao juu ya bidhaa zao zote zinazowazunguka. So asante sana kwa ambao unasikiliza. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nami. Please naomba usisahau comment na kutoa maoni yako juu ya podcast hii, na imani session ijayo nitapitia comment zote ambazo utakuwa umenitumia. Na kama utataka kufanya kipindi na mimi au na biashara na mimi, please usisite kuniambia, usisite contact na mimi. Naitwa Dennis Leonard, na utanipata kwa njia ya email ya shadowtubetz@gmail.com au namba ya WhatsApp ambayo ni 0716723146. So usisite kuwasiliana na mimi, tunaweza tukafanya kipindi, tukaweka ulimwengu wa teknolojia karibu na wale wote ambao hawajafikiwa na mfumo huu wa teknolojia wa sauti, ikawa ni rahisi zaidi kuelimisha na wengine. So asante sana, bye bye.